Ni talaka ndio inatembea. Ukinisikiliza itaisha saa hii. Mpe Yesu makofi mazuri. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Najma John Masawe. Naitwa Najma John Masawe. Ni mwenyeji, mimi ni Mtanzania. Nimekuja Kisii kutembea kwa rafiki yangu. Lakini tokea nimefika nimekuwa naumwa. Siko sawa, hata sauti yangu haiko sawa. Leo nikasema huwa nakufuatilia kwenye TV na kuona, nikasema huyo sauti yake mbona kama ni ya Pastor Ezekiel. Nikasema hapana, lazima nifike nije nikuone. Kipindi hicho ambacho niko hapa Kisindo kama na 3 months hivi sasa. Nasumbuliwa, nimekuwa naumwa lakini nimeenda hospitali, kila ninachopima hakuna. Lakini bado naumwa. Sasa nimekuwa na matonsils ambayo yananisumbua usiku, siwezi kulala na kifua kinachobana. So ndo nikasema ngoja nije hapa nipate uponyaji, niweze kuombewa. umetoka Tanzania? Ndio. Na hapa Kisii umetoka wapi, area gani? Kisii niko na mwenyeji wangu hapa nyuma yangu. Panaitwa Kitembe Primary School. Kitembe. Yes. Umeniwatch kwa TV? Ja, wano kwa coach kila siku asubuhi tunakuangalia. Tunafungua, tunaangalia, nasikiliza. Basi nakuwa naingia ndani na mimi naomba kwa imani yangu. Mimi ni Muislamu. Karibu. So asante. Nikasema Mungu ni mmoja. Thank you. Maombi ni popote pale. Thank you. Haijalishi kwamba wewe ni Mkristo, ni Muislamu. Mpe Yesu makofi mazuri. Mimi ni ya watu wote mama, Yesu ni ya watu wote. Ndio. Yule ambaye hajamjua Mungu ni nani, anasema wewe ni Catholic, wewe ni SDA, wewe ni Muislamu, wewe ni, lakini sisi sote ni wa Mungu ngapi? Mungu ni mmoja. Hakuna Mungu mwingine. Wewe Waislamu wa Kristo, lakini Mungu ni Unaumwa na kifua? Ya, naumwa, nasumbuliwa na kifua. Nilishapima nikiwa Komoro, nikaambiwa na matatizo kwenye kifua. Hata ile kazi nilikuwa nikifanya Komoro nikaikosa kwa sababu ya matatizo ya kifua. Ikabidi nirudi Tanzania. Nimerudi Tanzania, ndo rafiki yangu akaniambia hapana, hebu nenda kwanza Kenya kapumzike. Ndo nimekuja, lakini tokea nimefika nimekuwa ni mtu wa kuumwa, sina raha. Hata nilikuwa nataka nianze maisha huku, nifanye biashara. Mimi ni mpishi mzuri sana wa kupika, lakini sijaweza kufanya chochote. Nimekuwa ni mtu wa kukaa ndani tu na kulia na kuhuzunika, kwa kujiuliza ni kitu gani kinachonisumbua, ni nini. Kwa hiyo daktari akaniambia natakiwa nifanye utafiti wa kifua na koo pamoja na tumbo. Maisha yangu nilikotoka sijawahi kuzaa. Nimekuwa ni mtu ambaye nimetengwa na familia. Nimekuwa nikipitia magumu sana ya kuumiza, lakini kwa vile tuna imani na Mwenyezi Mungu, ndio maana niko hapa mpaka leo. Fungua hizi. You're amazing up. It should work, this thing should work. Mwachie microphone. Mami, haya magonjwa unayohesabu yote, Ndio. naomba Mungu yabakie hapa na uende na afya. Yaani mpaka imefika tu nilikuwa natamani nirudi nyumbani Tanzania. Lakini rafiki yangu akaniambia hapana, subiri kwanza. Hebu weka nisikie wasema. Nasema nilikuwa natamani kurudi nyumbani Tanzania, rafiki yangu ndo akaniambia nisubiri kwanza. Kwa hivyo ulikuja kufanya nini Kenya? Aliniambia nije nipumzike, alafu nifanye plani ya kufanya biashara yote hapo. Uje upumzike huko? Nipumzike huko, alafu tuangalie ni kitu gani nitakachoweza kukifanya niweze kufanya. Ushapata kazi ya kufanya hapa? Bado, ndo nimekuja uniombe mchungaji niweze kupata kuona kwangu, kwa sababu ninapoishi ni kwa rafiki yake, kwa rafiki yangu kwa kaka yake. Kwa nilikuwa naomba niweze kupata niwe na kwangu na biashara yangu. Amini Mungu tu. Amina. Utapona hapa na utarudi Tanzania ukiwa salama. Amina. Hata yule mzee atapona hapa, saa zile anapona, wewe pia utapona na hao watapona. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri.
Magonjwa ni roho. Unaongea na yeye na inatoka. So amini Mungu tu, nitaongea na huo ugonjwa. Chochote ambacho unasikia kinakuumiza ndani ya afya yako, amini Mungu, baada ibada ya upako kila mmoja atapona tu. Ni sawa. Alafu barikiwe. Bwanako yuko huko Tanzania? Sina mume, alinitelekeza South Africa akaniacha. Kwa hiyo nimerudi Tanzania. Baada ya kurudi Tanzania alichukua kila kitu kilichokuwa changu. Kwa hiyo nikabaki ninachomiliki mimi ni suitcase yangu ya nguo tu. Lakini mali zangu zote ulichobaki nacho ni suitcase yangu tu ambayo nilitoka nayo South Africa nikarudi Tanzania. Ulitoka nayo hospitali? Hapana. Ulitoka nayo Tanzania? Nilikuwa naishi South Africa. Ulikuwa naishi wapi? South Africa. South Africa. Ndio. Umezaa watoto? Sijajaliwa kupata mtoto. Hauna mtoto? Ndio. South Africa ulikuwa unafanya nini? South Africa ndo mume wangu alinioa akanipeleka kule. Alikupeleka yeye pia alienda huko? Ndio, tulihamia kule. Ulikuwa na yeye? Ndio. Alafu baadaye mliachana wapi? Baadaye akaondoka akaniacha katika ile nchi. Alikuacha South Africa? Ndio. Ndo nikasaidiwa na dada mmoja Mluya na ni Mkenya. Nikakaa kwake miaka 6. Baadaye nikamwambia naomba nirudi nyumbani. Ndo nikarudi nyumbani Tanzania. Ukiona huyo bwanako sasa hivi unaweza kumkubali muishi? Hapana pastor. Hapana, amenipitisha kwenye mapito magumu sana. Mtu kukuacha kwenye nchi ya watu sio nzuri. Kwa hiyo nimekuwa ni mtoto wa kuhangaika, sipendi. Kwa hiyo niko single kama miaka 10 sasa. Sitamani kitu kinachoitwa mwanaume katika maisha yangu. I know. Kutokana kwa machungu walionipitisha. Anasema hatamani kitu ambacho kinaitwa mwanaume kwa maisha yake. Yaani nilifika tu mpaka nilimwomba Mungu nikamwambia, anaongea na machungu yale ambayo amepitia. Nikamwambia Mungu, nachukia sana wanaume. Kiasi kwamba hata kama nikikutana nao njiani ningekuwa na sumu ningekuwa niwapulizeni waue, kulingana na mateso mwanaume yule alionipitisha. Vitu vilikuwa ni vyangu, alibeba vyote. Na bwanako alikuwa anafanya nini South Africa? Alikuwa anafanya kazi. Alikuwa anafanya kazi. Anafanya? Kazi. Alikuwa na kazi? Ndio. Amini Mungu tu. Amina. Ndoa itapona kwako na utazaa na utapona mwili yote. Amina. Nilikuwa naomba, kuna watu na wadai pesa zangu. Kuna mmoja ni mwanajeshi na mdai 10 milioni ya Tanzania. Una miaka mingapi sasa hivi mama? Sasa hivi na 42. 42? Yes. Without a child? Yes. Without a marriage? Yes. Without a good health? Yes. I don't have anything. Kwa ajili yako tuko hapa, kwa ajili yako wanaogonjeka wako hapa, kwa ajili yako tuko hapa, kwa ajili yako wayatima wako hapa, kwa ajili yako tuko hapa, kwa ajili yako Baba tuko hapa, kwa ajili yako sana tuko hapa, kwa ajili wanaogonjeka wako hapa, kwa ajili yako Baba tuko hapa, swita kwa ajili yako Osana tuko hapa, kwa ajili yako Yesu tuko hapa Baba, kwa ajili yako kwa mama wajane wako hapa,
kwa ajili yako Baba, sana tuko hapa.